Hii ni historia kweli kabisa. Jina langu ni Bakali. Nafanya kazi ya ufundi seremala. Kila asubuhi niliamka mapema kujiandaa, kisha kukimbia kuelekea katika kibarua changu katika karakana ya mzee Ramadhani, ambaye kwangu ni kama mwalimu wangu, lakini pia ni bosi wangu wa kazi. Siku moja nikiwa nimeketi kwenye kibaraza cha duka la mbao karibu na karakana yetu, nikiwa sina hili wala lile, macho yangu yalikutana na msichana aliyefanya nipigwe butwaa. Binti huyo alikuwa kwenye gari akiendesha. Alikuwa ni binti mrembo sana na macho yake yalikuwa makubwa kiasi, hali ambayo ilimfanya awe mrembo zaidi. Alikuwa amevaa gauni refu. Akiwa anashuka kutoka kwenye gari, alikuwa mzuri wa rangi, mwenye nywele ndefu zimefika maeneo ya kiuno chake. Nilipomwona, kwa kweli sijawahi kuchezea fursa. Nilikuwa nimekaa peke yangu, japo roho inasita kusimama pale nilipokuwepo, ila nikamfuata kwa heshima, nikiwa najishtukia, maana kazi yangu ya karakana mara nyingi nakuwa nimechafuka. Nikamsalimia, mambo mrembo, kisha nikajitambulisha, naitwa Bakali. Kabla hajanijibu nikamwambia, umependeza sana, ni kama malaika. Yule mwanamke alitazama chini kama anaona aibu hivi. Ikabidi nigune mtoto wa kiume ili angalau aseme chochote. Kwa sauti fulani hivi alisema, malaika? Huku Dodoma kuna malaika watu? Baada ya kujibu sasa, nikasema hapa ndo pa kumaliza mchezo. Niombe manamba sasa, ili nataka nimwambie akaniwahi. Sorry Bakali, kuna sehemu naenda hapo, kama utakuwepo nikiwa narudi tutaonana, bye. Nikawa namwangalia tu anavyotembea, mashallah. Huwezi amini, baada ya kuongea vile tu, mimi huku aliamsha vilivyolala. Hata alichokuwa ameniuliza sikikumbuki, na sikukumbuka kwa muda ule. Ikabidi nirudi zangu ofisini kwetu kwenye karakana. Hapo akili haipo tena ofisini, naangalia lile gari tu, alafu picha na taswira ya lile umbile haitoki akilini. Hata njaa sikuisikia kwa muda ule. Halo, haya mambo ya watoto wakali si mchezo. Yalipita masaa kama 2 hivi, nikasikia kama gari linalia hivi. Kumbe ni yule mrembo ameiwasha gari yake kwa kutumia remote akiwa mbali. Basi nilipomwona nikajisogeza karibu na lile gari, ila mara hii alikuwa kama mtu mwenye haraka hivi. Nikawa sijui kama ameniona ama la, maana aliniambia tutaonana akirudi, na nilimsubiri. Akaingia kwenye gari na kufunga mlango kwa nguvu. Akawasha gari, mimi nikiwa nimesimama naangalia gari tu, sina la kufanya. Mungu si athmani. Mrembo akashusha kioo, akatoa mkono wake kwa nje, akaonyesha ishara fulani ya kuniita. Na hapo sikutaka kuangalia kushoto wala kulia. Nikaenda paka pale alipokuwa amesimama, usawa wa dirisha la gari. Akanipa karatasi fulani hivi kigumu, ni kidogodogo. Akaniambia, hii ni business card yangu, ina mawasiliano yangu, kwa hiyo tutawasiliana.
huku nawaza kimoyomoyo, au Pisi imenielewa nini? Nikaitika kwa kichwa, ikimaanisha nitamcheki. Akaondoka na gari kwa mwendo mkali sana, ni kama mtu mzoefu wa kuendesha magari hivi. Baada ya gari kuondoka, nikawa narudi kwenye kibarua changu taratibu. Nikiwa narudi, huyu binti jina lake lilikuwa Nasra, binti wa tajiri mkubwa Dodoma hapa, mwenye hoteli na hisa katika benki kubwa. Alikuwa akiendelea kuniambia Nasra kipindi tukiendelea kuwasiliana katika mazungumzo ya kila siku, na hapo ndipo uhusiano wetu ulipoanza, kwa maneno ya utani na ucheshi aliyokuwa nao Nasra. Japo haikuwa rahisi kumpata, aliniumiza akili mpaka nilitaka kukata tamaa, ila urembo wake, umbile lake, basi nikutana naye tena na tena hadi nikaona kama naelekea kuokota dodo chini ya mnazi, maana mtoto alikuwa ameanza kunielewa sana. Tuliendelea kukutana sokoni, kwenye bustani za Nyerere Square Dodoma mjini, tukianza kwenda pamoja kwenye kumbi za starehe huko, kwenye masinema na maklabu. Tulizunguka hoteli zote kubwa jijini Dodoma. Kila weekend ni bata. Hapo mimi sina kitu, sina hela. Nasra alikuwa ananiamini kuliko maelezo. Ananipa hela, mimi ndo nalipia bili zote. Ilikuwa ukiniona mimi ndio bosi sasa. Kama ikitokea hela imeisha, Nasra anapiga simu moja tu, vibunda vinatumwa, yaani dakika 2 nyingi hela inakuwa imeshaingia. Na msemo ambao naukumbuka kutoka kwake ni agiza vitu, hela si unayo. Ilikuwa ni kama zali la mentali. Kipindi hichi sikutaka hata nipoteze ukaribu niliokuwa nao kati yangu mimi na Nasra. Wakati huo naishi maeneo ya Kisasa Sheli, karibu na barabara kuu ya kuelekea Sabasaba jijini Dodoma. Nasra alikuwa hana baya, anakuja tunakaa maskani, anapika mamisosi ya hatari, mengine hata sijawahi kula. Mara anapika sausage za nyama ya kuku na mavyakula mengine mengi. Kila siku ilikuwa ni kama sherehe kwangu. Nani asiyependa maisha mazuri? Sasa nitake nini tena? Mimi ni mwendo wa kula raha na kuponda pesa tu. Huu ukawa ndio mfumo wa maisha yetu kati yangu na Nasra. Kwenye kibarua changu nilikuwa naenda tu, ila sio kama nilikuwa naenda kwa sababu na shida ya pesa. Nilikuwa naenda tu kama kutimiza wajibu tu. Sasa kutokana na mara nyingi Nasra alikuwa anakuja kwangu ninapoishi, akaomba na mimi niende kwao ambako wanakaa watatu, Nasra pamoja na wazazi wake. Pia kuna mlinzi ambaye ni 4 ambaye huwa anashughulika na kusafisha bustani. Baada ya kuniambia hivyo, mimi nilikataa. Haiwezekani nikaenda kwao, maana nilijiuliza natoa wapi wa ujasiri kwanza wa kukutana na wazazi wake. Pia nikifika nitajitambulisha nani? Nilijiuliza sana. Nilimwambia Nasra, sitaenda, siwezi kwenda kwenu, nisamehe katika hilo. Nisamehe sana Nasra, nisamehe sana mpenzi wangu. Ilikuwa ni vigumu sana Nasra kunielewa, ila kuna wakati akanielewa, ila hakukaa sana. Siku hiyo akaondoka. Hii ilikuwa kama dalili ya kumpoteza Nasra, na hapo ndipo ilipoanza changamoto. Ndani ya siku 3 Nasra apokee simu zangu,
hajibu SMS zangu, na kichwani mawazo yalionijia, au itakuwa ndio nimeachwa? Je, kwa nini ameniacha bila taarifa? Maswali mengi sana yalinijia. Nilijilaumu sana na kujutia, nikajisemea moyoni kama najitia moyo tu. Bakari, ni ushamba mtoto wa kiume kulelewa na mwanamke. Nikapiga moyo konde, nikasema yote sawa. Nikawa najiandaa sasa, maana ni mchana, ili walau niende kwenye kalakana kule nikazungumze na wenzangu ambao ni kwa muda mrefu ni sijaenda. Nilikuwa naendelea kujiandaa ili nielekee huko, mara nikasikia simu inaita. Alikuwa ananipigia Nasla. Nikapokea simu. Nasla alinisalimia kwa furaha sana, akasema kuwa amenikumbuka sana na wazazi wake wameenda Dar es Salaam, hivyo yuko mwenyewe nyumbani. Na baada ya Nasla kuongea hivyo, taswira ya urembo wake ikaja akilini tena. Nikamuuliza haraka tu bila hata kufikiri, nije saa ngapi, huku nikiwa nina shauku ya kumwona. Nakumbuka nilikuwa haipiti nusu saa hatujatafutana. Moyo uliokuwa na majeraha umepata tiba tena. Nasla akanijibu, sio sasa hivi, subiri mpaka saa 10 hivi. Nyumba ya kina Nasla ilikuwa eneo moja linaitwa Mipango, jijini Dodoma. Nilipoangalia saa ni saa 8:02 sasa. Ilipofika saa 9 alinipigia Nasla, akaniambia, hello sweetie, nimekuwekea pesa kidogo ya usafiri mpenzi wangu, angalia kwenye simu yako. Nikaangalia simu yangu, ni muamala wa 160. Haikunishtua sana kwa sababu nilishazoea kabla kunipa pesa nyingi, kwa hiyo nikatenga shilingi 50,000 kama pesa ya emergency. Kisha nikaanza safari kuelekea Mipango. Baada ya kufika pale stendi, nikashuka na nikampigia. Baada ya muda kidogo alifika na gari kunipokea stendi. Nikapanda katika gari hiyo, ni Land Rover nyingine tofauti na ile ya kwanza. Maisha ya kifahari sana. Basi tukaenda mpaka kwao. Wanaishi kwenye nyumba kubwa sana. Yani ni kubwa sana. Tulikuwa bado tujashuka kwenye gari, ila tumeshaingia katika nyumba ya kina Nasla. Akaniambia, unaweza kushuka mpenzi wangu. Akanishika kifua changu huku anachezea kifungo cha shati langu la mikono mirefu, huku akiwa ananiangalia kwa tabasamu na ana macho ya kunilegezea. Basi tukaongozana naye mpaka ndani. Ile ilikuwa safari ndefu sana kwa sababu ya michezo yake ya kimahaba. Umbali tu kutoka kwenye gari mpaka mlangoni ilitumia zaidi ya dakika 15, na ilikuwa ni sehemu ya karibu sana. Niache bana Nasla. Nasla, niache. Nasla aliendelea na michezo ya. Tukaingia sebuleni. Hakika sebule lao lilikuwa ni la gharama sana.
huku nikiona picha ya baba yake na mama yake. Picha hiyo nilivyoiona tu nikagundua kwamba inawezekana ilipigwa siku ya harusi yao, maana aliniambia kuwa ni mama yake alikuwa amevaa shela na aliniambia kuwa ni baba yake alikuwa amevaa suti. Hivyo tu nikajua kwamba itakuwa walikuwa ni wazazi wake. Basi akanishika taratibu na mikono yake milaini, akanipeleka mpaka chumbani, chumba ambacho alikuwa akiishi Nasra ndani. Ila usijali, iko sawa, usiofu, ni mambo madogo. Nifanye nini huyu mtoto? Akaniuliza kwa sauti ya kudeka, hapo tukiwa tumeshafika chumbani. Sweetheart, utaanza na kipi? Nikamwangalia kwa namna tu alivyolegea, nikajua nia yake ni kama ananitega hivi. Nifanye nini? Nipo kwenye jumba la kifahari. Nikamjibu, chochote tu utakachopenda wewe, mimi niko tayari na niko vizuri, na si unajua leo nimekuja kwa ajili yako. Si unafahamu hilo? Nasra akanijibu huku akiniangalia, huku akipepesa macho kushoto na kulia, na macho yake yalivyokuwa makubwa kwa kiasi fulani yalinogesha tabasamu lake. Basi mtoto akaninyoshea vidole vyake viwili kwa maana ya kuniita nije karibu. Nikasogea mpaka pale alipokuwepo. Akaamua aanze kwanza na mambo ya kuzima taa. Nililala usingizi mzito sana, ni kama mtu ambaye nimefanya kazi nzito, usingizi mzito sana. Nasra aliniamsha akaniambia, usiongee kwa sauti, kaa kimya, wazazi wangu wamerudi, wameghairi safari. Tafanya nini sasa Bakari? Niliongea moyoni, niliogopa sana. Naiona kesho yangu ni kifo, naiona kesho yangu ni jela, maana matajiri wakubwa sidhani kama wanaweza wakakosa bastola ndani. Mungu wangu, nitafanya nini mimi? Nitafanya nini ili nijiokoe? Nasra, kwani umenifanyia hivi? Nasra, kwani umenitenda haya? Kwa umeniweka katika hali ngumu? Nasra akaniambia, tulia, usijali, hili ni jambo dogo, utakaa humu na utatoka, na usijali, mimi nimekupa taarifa tu, lakini sio kama na kuharakisha uondoke sehemu yoyote. Kitu chochote, sina hamu ya chochote. Bakari, huu ndo mwisho wangu. Basi alitoka nje akaenda huko, inaonekana kama aliitwa na mama, maana sauti ilimwita ikitokea nje, na akaitika, abe mama. Basi akasema, darling, I'm coming. Basi kamwambia sawa, mimi nipo, utanikuta. Basi akatoka nje. Baada ya kutoka nje, mawazo mabaya yananijia, nitafanyaje ili nijiokoe? Huku nakumbuka ni afadhali ningebaki kwenye karakana kuliko huku, mbona kama naelekea kuangamia.